Usiku ukiwa kimya, taa zikizimika na upepo wa ajabu ukianza kupenya dirishani taratibu. Je, umewahi kujiuliza ni nani anayekutazama gizani huku wewe huwezi kumuona? Au umewahi kuhisi kuna kitu kinakufuata nyuma yako lakini ukigeuka hata ukioni? Au kusikiliza sauti nzito za kutisha katikati ya usiku huku moyo wako ukidunda kwa nguvu kana kwamba kuna kiumbe kisicho cha kawaida kimeingia karibu yako? Vipi kama nikikwambia duniani kuna viumbe vilivyoumbwa kabla mwanadamu, viumbe vya moto visivyoonekana kwa macho, lakini vina uwezo wa kukuona kila unapopita, kila unapolala na hata kila unapokuwa peke yako? Ni majini, viumbe vya kutisha vya giza vyenye hasira, vyenye uwezo wa kubadilika hata sura, kuingia maeneo ya siri, kukufuata bila wewe kujua, na wakati mwingine kuharibu maisha ya mwanadamu bila huruma. Je, ni kweli baadhi yao huishi majumbani mwetu, makaburini, ima mistuni, na wengine kuingia hata ndani ya miili yetu? Na kwa nini watu wengi husikia sauti za ajabu usiku? Na kwa nini wengine huota ndoto za kutisha zinazowaacha wakitetemeka mpaka alfajiri? Na ni siri gani nzito unaofichwa kuhusiana na viumbe hawa kutisha ambao hata kulitaja jina lao pekee huleta hofu moyoni? Leo tutaingia kwenye ulimwengu wa giza, ulimwengu ambao wengi wanaogopa hata kusikia, ambao ni ulimwengu wa majini. Na ukianza kusikiliza, huenda usingependa kubaki peke yako tena usiku. Ni mimi nahodha wako Aman bin Zuberi. Tafadhali ungana nasi. Hii ni Nuruman TV. Karibu sana. Viumbe wa ghaibu waliotajwa sana katika fasihi, dini na tamaduni mbalimbali duniani. Katika Uislamu na tamaduni za Kiarabu, majini ni viumbe walioumbwa kutokana na moto usio na moshi, na wana uwezo wa kujibadilisha maumbo yao, kuishi kwa muda mrefu na kuwa na ufahamu wa mambo yasiyoonekana kwa macho ya kawaida. Hali yao ni ya kipekee kwa sababu ingawa si wanadamu, wana uwezo wa kutenda mema au mabaya, na pia wanawajibika kwa matendo yao kama binadamu. Kabla ya mwanadamu hajaumbwa, kabla hata Nabii Adam kuletwa duniani, tayari kulikuwepo na viumbe wa ajabu waliokuwa wakiishi katika ardhi hii. Kwa mujibu wa Uislamu, majini waliumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla mwanadamu. Hawakuumbwa kwa udongo kama Adam wala kwa nuru kama malaika. Waliumbwa kwa moto mkali usio na moshi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anasema, na majini tumewaumba kutokana na moto wenye joto kali. Majini walipewa akili, matamanio, uwezo wa kuchagua na maisha yao wenyewe. Miongoni mwao walikuwemo waumini, lakini pia walikuwemo waasi, wadhalimu na wenye kufanya uharibifu mkubwa duniani. Na inasemekana kabla mwanadamu kuumbwa, majini walieneza uovu mkubwa ardhini, wakamwaga damu, wakafanya maasi mpaka malaika wakashangazwa na viumbe hao wa kutisha. Ndipo ikaanza historia ya viumbe wa giza, viumbe ambao wanaishi pamoja nasi duniani huku sisi tukiwa hatuwaoni. Baada ya majini kuumbwa na kupewa uwezo wa kuishi duniani, baadhi yao walimwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa utiifu mkubwa. Lakini kadri muda ulivyopita, wengi wao wakaanza kufanya maasi, dhuluma na uharibifu mkubwa ardhini. Wakaanza kupigana wao kwa wao, kumwaga damu, kufanya kiburi na kueneza uovu mkubwa duniani mpaka ardhi ikajaa fitina na hofu. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawatuma malaika kuwashinda wale majini waasi. Wengi wao waliangamizwa, wengine wakafukuzwa kwenda maeneo ya mbali, jangwani, baharini, mapangoni na sehemu za giza zisizokaliwa na watu. Na miongoni mwa majini hao alikuwemo Ibilisi. Alikuwa akifanya ibada sana mpaka akawekwa pamoja na malaika kutokana na ibada yake kubwa, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kiburi kikubwa. Baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuumba Adam alayhi salam kutokana na udongo, na akawaamuru malaika wote wamsujudie Adam kwa heshima. Wote wakatii isipokuwa Ibilisi. Akakataa kwa kiburi na kusema, mimi ni bora kuliko yeye. Umeniumba kwa moto na yeye umemuumba kwa udongo.
ndipo Ibilisi akalaniwa na kufukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tangu siku hiyo akaanza uadui mkubwa dhidi ya mwanadamu, akaapa kuwapoteza watu, kuwatia hofu, kuwapumbaza na kuwashawishi kwenye maovu mpaka siku ya Kiyama. Na tangu hapo majini wakaendelea kuishi pamoja na binadamu duniani. Lakini tofauti ni kwamba wao wanatuona na sisi hatuwaoni. Wanaishi maeneo ya giza, mapangoni, majumbani, jangwani, baharini na sehemu chafu. Miongoni mwao wapo Waislamu, lakini pia wapo mashetani wabaya mno wanaosumbua wanadamu kwa hofu, wasiwasi, ndoto za kutisha na wakati mwingine kuwadhuru kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aina za majini katika historia ya Kiislamu. Katika Uislamu majini wako wengi sana wa aina tofauti tofauti kama mashaitani. Hawa ni majini waovu waliomfuata Ibilisi katika kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kazi yao kubwa ni kupotosha wanadamu, kuwatia wasiwasi, kuwagombanisha watu, kuharibu ibada na kuwavuta kwenye maasi. Mashetani hupenda sehemu chafu, giza na maeneo yenye madhambi mengi. Wakati mwingine humtia mwanadamu hofu kali, ndoto mbaya au mawazo mabaya. Kisa chao kilianzia pale ambapo Ibilisi alipokataa kumsujudia Nabii Adamu alayhi salam, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimlaani, ndipo akaapa, nitawakalia wanadamu katika njia yako iliyonyooka. Tangu hapo mashetani wakaanza vita dhidi ya wanadamu mpaka siku ya Kiyama. Aina nyingine majini ni Ifrit. Ifrit ni katika majini wenye nguvu sana, ujanja mkubwa na na uwezo wa kutisha. Mara nyingi hutajwa kuwa wakali, wenye kiburi na wagumu kushindwa. Baadhi yao huweza kusafiri kwa kasi kubwa au kufanya mambo ya ajabu kwa uwezo ambao Mwenyezi Mungu amewapatia. Ambapo tukirudi nyuma katika historia ya Nabii Suleiman alayhi salam, siku moja Nabii Suleiman alitaka kuletewa kiti cha enzi cha Malkia wa Sheba, yani Malkia Balqis, kabla hajafika kwake. Ndipo Ifriti mmoja kutoka kwa majini akasema, nitakuletea kabla hujasimama kutoka katika kikao chako. Hii ilionyesha jinsi Ifriti alivyokuwa na nguvu na kasi kubwa sana. Lakini kuna mtaalamu mmoja ambaye alikuwa msaidizi na mwandishi wa Nabii Suleiman alayhi salam, na alikuwa na elimu kubwa ya majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, afahamike kwa jina la Asifu bin Barakhia. Akamletea Nabii Suleiman kiti hicho kwa haraka sana kabla jicho haijapepea. Kisa hicho kinapatikana katika surati An-Namli, ambapo kwanza Ifriti alisema angeleta kiti hicho, lakini baadaye huyo mwenye elimu akakileta kwa muda mfupi. Majini wengine hufahamika kwa jina la Qarin. Kila mwanadamu anaandamana na jini aitwaye Qarin. Kazi yake ni kumshawishi mtu kwenye maovu, uzembe na dhambi. Qarini humtia mwanadamu mawazoni mabaya, hasira, uvivu wa ibada na wakati mwingine hofu zisizoeleweka, ambapo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema kuwa kila mtu amepewa Qarini kutoka kwa majini. Masahaba akauliza, hata wewe ewe Mtume wa Allah? Akasema, ndiyo, lakini Mwenyezi Mungu amenisaidia akasilimu. Majini wengine wanafahamika kwa jina la Maridh. Ni majini wanaojulikana kwa kiburi kikubwa, ukaidi na nguvu. Mara nyingi katika simulizi nyingi za Kiislamu na Kiarabu hutajwa kama majini wakubwa wa bahari au maeneo ya mbali. Wanaaminika kuwa wagumu kutii na kupenda kujiona wenye nguvu kuliko wengine, ambapo wanazuoni wengi wametaja katika maelezo ya aina za majini wenye nguvu na kiburi walikuwa wakifanya uasi mkubwa duniani kabla ya wanadamu. Aina nyingine majini ni Ghul. Ghul ni aina ya jini au pepo wa porini anayehusishwa moja kwa moja na kula miili ya binadamu, hasa waliokufa. Jina lake linatokana na neno la Kiarabu ghal, yani kushambuliwa kwa ghafla. Ni viumbe wanaogofya mno katika hadithi za Kiarabu. Ghuli hutajwa katika simulizi za Waarabu za zamani kama majini wanaopoteza watu jangwani, maeneo ya upweke au giza. Wengine walikuwa wakiamini wanaweza kujibadilisha sura ili kuwatisha watu, ambapo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwafundisha Waislamu kusoma adhkari za safari za kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanapokuwa jangwani au maeneo ya upweke ili kujilinda dhidi ya viumbe waovu na hofu za majini. Majini Waislamu. Sio majini wote ni wabaya. Wapo majini Waislamu wanaomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuswali kama binadamu. Wao husikiliza Qur'ani,
huabudu na wanaishi maisha yao tofauti na mashetani waovu. Katika historia za Kiislamu, siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma Qur'ani usiku. Kundi la majini lilisikiliza Qur'ani kwa makini sana mpaka likaamini. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha Suratul Jinni inayosimulia jinsi majini walivyosema, na nukuu, hakika sisi tumesikia Qur'ani ya ajabu inayowaongoza watu katika haki, hivyo tumeamini. La kuzingatia ni kwamba majini ni viumbe wa ajabu wenye maisha marefu sana kuliko binadamu. Wanaweza kuishi karne nyingi au zaidi kwa sababu hawana mfumo wa kuzeeka kama binadamu kwa namna ile ile. Baadhi yao huishi mpaka siku ya Kiyama ambapo wote watafufuliwa na kuhukumiwa kama binadamu. Katika fasihi na imani mbalimbali kuna uhusiano mkubwa kati ya majini na wachawi. Wachawi mara nyingi huaminiwa kuwafanya majini kuwa watumishi wao kwa njia ya kafara au maneno ya kichawi. Jambo la muhimu kufahamu, majini hawafi kwa sababu ya uzee tu kama binadamu. Wanaweza kufa kwa sababu ya amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kupigana wao kwa wao au kuangamizwa kwa njia mbalimbali. Majini wabaya wanawadhuru binadamu kwa njia zifuatazo. Kwanza, majini wanatia wasiwasi binadamu, yaani kuweka mawazo mabaya, kumtia mtu hofu isiyo ya sababu, kumfanya mtu awe na mashaka, hasira au huzuni bila sababu ya wazi. Ndoto za kutisha, humletea mtu ndoto mbaya zinazojirudia rudia, kumshawishi kwenye maasi, kumvuta mtu kwenye ulevi, uzinzi, uongo, chuki na dhambi nyingine. Pia majini humtia hofu au kumchanganya akili, mtu kuhisi kama anaangaliwa, kusikia sauti au kuhisi uwepo usioeleweka. Madhara ya kimwili kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Majini wakati mwingine huweza kusababisha maumivu yasiyoeleweka kiafya, lakini hii si ya kawaida na hutokea kwa sababu maalum. Njia za kujikinga na mashetani wabaya. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alitufundisha Waislamu. Jambo la kwanza, kusoma Qur'ani mara kwa mara. Ayatul Kursi, ambayo aya hiyo inapatikana katika Suratul Bakara, sura ya pili, aya 255. Husoma baada ya kila sala na kabla ya kulala. Suratul Ikhlas na Suratul Falaq pamoja na Suratul Nas husoma asubuhi, jioni na kabla ya kulala. Dhikri za asubuhi na jioni: subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar, na dua nyingi za kujikinga na mashetani. Jambo la tatu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kusema bismillah katika mambo ya kila siku, kabla ya kula, kabla kuingia chooni, kabla ya kulala, kabla kuingia vyumbani na kabla ya kuingia nyumbani. Jambo la nne, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aliwahimiza Waislamu kuswali mara kwa mara. Sala tano zinamlinda muumini. Nyumba isiyoswaliwa mara nyingi husema kuwa ni rahisi kwa wafuasi wa mashetani. Jambo la tano, usafi na adabu. Waislamu kuwa msafi kimwili na kiroho, kuepuka mambo machafu na dhambi. Mashetani hupenda machafu na maasi. Na jambo la sita, kulala kwa sunna, kusoma Ayatul Kursi, kusoma Suratul Ikhlas, Falaq na Nas, kulala upande wa kulia, kupuliza mikono na kujipangusa mwili kama Mtume alivyotufundisha. Jambo la saba, kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili ndio jambo kubwa kweli kweli ambapo muumini wa Kiislamu anatakiwa lizingatie, kuamini kuwa hakuna jini wala kiumbe yoyote mwenye uwezo juu yake bila idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani kiufupi, ulinzi mkuu wa mwanadamu si nguvu za kibinadamu, bali ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia Qur'ani, dhikri na ibada. Nimalizie kwa kusema kuwa majini ni viumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama walivyo binadamu, lakini wamefichwa katika ulimwengu usioonekana kwa macho yetu. Wapo wema na wapo wabaya, na historia yao inaonyesha kuwa walipewa uwezo na uhuru wa kuchagua njia yao kama binadamu. Uislamu umetufundisha jambo la msingi sana, si kuishi kwa hofu, bali kuishi kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ulinzi wa kweli hauko katika kuona au kutokuona viumbe hawa, bali uko katika imani, ibada na kumtegemea Mwenyezi Mungu katika kila hali. Mtu anashikamana na Qur'ani, dhikri, sala,
huwa katika ulinzi imara ambapo hakuna kiumbe anayeweza kumvamia bila idhini ya Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, badala ya kuishi kwa hofu ya majini, waumini huishi kwa nguvu ya imani, ikijua kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi na hakuna kinachotokea bila mapenzi yake. Asante kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kisa na historia ya majini. Kama umependa mafunzo haya, usisahau kusubscribe, kucomment na kulike ili uweze kuwa wa kwanza kupata mafunzo yetu. Hii ni Nurman TV. Asante.